Habari yako popote pale ambapo unanitazama. Kuna jambo nataka nikushirikishe na ninasisitiza, Mungu akikupa neema, hebu share kwenye magrupu, share kwenye social networks ili watu wengi wanufaike na kujua jambo hili ambalo litawasaidia familia nyingi na watoto wengi. Ni kama mwezi sasa umepita, nilikuwa bado sijapata kibali cha kushirikisha, lakini ni kama mwezi umepita tukiwa Dar es Salaam, tukiwa katika benki moja mimi na mke wangu. Mke wangu akawa ananisubiria kwenye bench, mimi nikawa nimeingia ndani withdraw. Sasa akiwa amekaa pale, akaja mtoto mdogo sana, ni kama umri wa miaka 3 hivi, anajifunza kuongea. Lakini anaongea sana, ni umri wa kuanza kuongea lakini anaongea sana huyo mtoto. Akaanza kumuongelesha. Sasa mke wangu alikuwa amepakata mtoto mdogo. Kwa huyu mtoto wa kiume ambaye anajifunza kuangalia, anatembea miaka 3, anamwambia mke wangu, naomba huyo mtoto ni mbebe, nimshike. Sasa mke wangu anashangaa, katoto kadogo mbona kaniongelesha sana na mzazi wake yuko wapi? Akasema hapana, siwezi nikakupa mtoto umshike sababu utamwangusha. Basi akaendelea kumuongelesha sana mke wangu. Sasa mke wangu sijajua ilikuwaje, lakini akajisikia ndani yake amuulize huyu mtoto, kwani wewe hauna mdogo wako? Akasema mimi sina mdogo wangu. Akamwambia kwa nini? Akasema nikiwa naye nitamuua. Sasa mke wangu akashtuka, ni maneno magumu sana kwa mtoto wa miaka 3, yani mtoto mdogo kabisa. Akasema utamuua kwa nini? Akasema nitamuua alafu nimpeleke kwenye duka biashara ya baba yangu ili tupate pesa. Sasa unaweza kujiuliza, mtoto wa miaka 3 anasema atamuua mdogo wake, ampeleke kwenye biashara ya baba yake ili wapate pesa. Nataka nikwambie nini? Nataka nikwambie hivi ndivyo dunia ilipofikia. Can you imagine mtoto wa miaka 3, yani ni mtoto mdogo kabisa, anajua mambo ya ushirikina, anajua kwamba unamuua mtu unapata pesa. Unaweza ukafikiria kwenye akili yake kuna kitu cha namna gani. Nimekuja kwako leo, nataka nikwambie jambo moja. Kama ni wewe mzazi, una mtoto wako, hebu jifunze kuwalinda watoto wako. Usiwaamini hata watoto wenzao. Jitahidi kumuombea mtoto wako. Jitahidi, yani ni wakati ambao yawezekana labda mke wangu angempa yule mtoto ampakate tu mikononi. Yawezekana sasa tulikuwa tunaongea habari nyingine. Yawezekana watoto wangapi ambao yawezekana wamechukuliwa kishirikina, wamekufa kwa staili kama hiyo. Lakini kwa sababu Mungu alitusaidia, kwa sababu Roho Mtakatifu alimsaidia mke wangu kudiscern, kujua kwamba kuna kitu hakiko sawa, ndio maana aliweza hata kuuliza hilo swali. Lakini pia yawezekana Mungu alifunua hilo jambo kwa mke wangu ili limsaidie mtu mmoja, kwamba inawezekana umekaa sehemu na mtoto wako maskini, anakuja mtoto mwingine anasema naomba nimshike mtoto, unampa mtoto anashika. Ninakushauri kwanza kabisa, kama ni wewe mzazi una mtoto mdogo na mtoto mchanga, usipende sana kuwapa watu washike mtoto wako. Usipende sana kuwapa watu washike mtoto wako. Unajua hata Yesu, ukisoma Biblia yako vizuri, sioni mahali ambapo unajua wale mamajusi walipoenda kumuona Yesu, Biblia isemi kwamba walimshika Yesu, Biblia inasema walimtazama. Na unaona watu wa kwanza kumshika Yesu walikuwa ni wakina Simeoni kwenye hekalu. Nadhani kuna kitu cha muhimu sana juu ya mikono inawashika watoto kwa mwanzo. Kwa hebu kuwa makini kama una mtoto mchanga, usiruhusu kila mtu amshike mtoto wako. Lakini pili, wazazi tuwe makini sana na watoto wetu mashuleni. Hebu tuwe tunajua watoto wetu marafiki zao ni wakina nani na wanafanya vitu gani wakiwa huko shule. Hebu tujaribu pia kuwaombea sana watoto wetu. Na kama ukipata neema, hebu kila mara uwe unaenda ibadani, muombe mtoto wako, mtolee sadaka mtoto wako. Tunaamini ulinzi pekee sasa hivi kwa kizazi tulichofikia ni Mungu pekee ambaye anaweza kuwalinda watoto wetu. Mungu akubariki sana. Ninakuomba ukisikiza message hii, hebu share kwenye magrupu, share na rafiki zako ili wajue kwamba ni Mungu pekee anaweza kutusaidia, na hali tulionao sasa hivi hata watoto wadogo wa miaka 3 hawaaminiki tena. Mungu akubariki sana. Uwe na siku ya baraka, uwe na siku njema. Usisahau kushare na watu wengine. Uwe na wakati wa baraka. Amen, amen.